CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! 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 Asanteni sana. Ndugu naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar, ndugu Dimwa, na kaimu mwenyekiti wa CCM wa mkoa huu, ndugu zangu wajumbe wa kamati kuu, wajumbe wa halmashauri kuu, wanachama wa Chama cha Mapinduzi, wapenzi wa Chama cha Mapinduzi, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kukutana leo hapa katika mkutano wetu huu mfupi wa kukutana na makundi maalum ambayo kwa taarifa nilizopewa ni kwamba hapa kuna wakulima, kuna wafanyabiashara wa masokoni, kuna wajasiriamali, kuna wafugaji wa ng'ombe na kuku, na kuna vikundi vya wajasiriamali wengine mbalimbali wakiwemo bodaboda. Nichukue fursa hii baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu ni kushukuruni nyote mliofika hapa na kuacha majukumu yenu mbalimbali ili kuja kusikiliza sera za Chama cha Mapinduzi. Tunasema asanteni sana. Ndugu zangu, leo nataka niseme maneno machache kwa sababu mengi tutayasema kwenye mikutano yetu ya hadhara ambayo itakuwa inahusu sekta zote. Leo nataka nilenge katika makundi yale ambayo yapo hapa. Na tuanze na kundi la wakulima. Natambua wakulima wako aina mbalimbali. Naambiwa wakulima wengi wa hapa ni wale wa viazi, mboga mboga, matunda na kadhalika. Lakini kuna maeneo ambayo yana wakulima wa mpunga na kadhalika. Ninachoweza kusema katika eneo hili ni kwamba serikali ya awamu ya 8 iliweka mkazo katika kundi la wakulima, na inshallah baada ya uchaguzi huu tukiingia madarakani tutaweka nguvu kubwa zaidi katika kuwasaidia wakulima. Natambua kwamba wakulima wanahitaji kusaidiwa mambo kadhaa ikiwemo pembejeo, mfano mbolea, mbegu bora, masuala ya umwagiliaji, lakini vile vile kupatiwa soko la bidhaa zao na mitaji kwa ajili ya kuendeleza kilimo chao. Serikali katika kipindi tunachomalizia tuliwezesha wajasiriamali na wakulima na vikundi mbalimbali kwa mikopo isiyokuwa na riba. Tulikopa bilioni 39 benki ya CRDB, na kwenye bajeti ya serikali tulitenga bilioni 60, jumla bilioni 96 tukazitoa kwa vikundi mbalimbali vya wajasiriamali bila ya kuwa na riba. Ahadi yetu ni kwamba kwa siku zinazokuja tukirudi madarakani tutahakikisha fungu hilo linaongezwa mara 2 ili tuwafikie wengi zaidi. Kuna miradi mikubwa ya umwagiliaji katika mashamba ya mpunga imefanyika
hao sasa hivi wanaweza kuvuna mara mbili badala ya mara moja, lakini kinachofuata pale ni kuhakikisha wanapata mbolea kwa wakati, mbegu bora, na kuhakikisha kwamba wanapata soko. Na wale wengine ambao hawalimi kwenye mabonde ya mpunga, wanalima bidhaa ndogo ndogo za mboga mboga na matunda, tutawawezesha kama tulivyowezesha wajasiriamali mbalimbali. Nilipokuwa naomba kura awamu iliyopita, nilikutana na wajasiriamali kadhaa, nikawauliza hasa mnachotaka ni nini serikalini. Wakaniambia tunahitaji mazingira mazuri ya kufanyia kazi, maana hawakuwa wanafanya kazi katika mazingira mazuri. Wanahitaji mitaji na wanahitaji masoko ya uhakika ya bidhaa zao. Tukawaambia kwamba tutajenga masoko ya kisasa na tutatoa mitaji. Nafurahi kusema kwamba masoko ya kisasa tumeyajenga. Kuna yale makubwa ya Kwerekwe, Jumbi, Chuini, na hivi karibuni tutalifungua la Mombasa. Lakini katika awamu ijayo tutaendeleza kujenga masoko makubwa katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu, lakini vile vile masoko madogo madogo katika shehia zetu, ili wajasiriamali na wafanyabiashara mbalimbali wapate mazingira mazuri ya kufanya biashara zao, huku tukiambatanisha na mikopo au mitaji isiyokuwa na riba. Kwa wafugaji, nimepewa taarifa ya kwamba sasa hivi kuna tatizo kwa wafugaji, kwa mfano wale wanaofuga ng'ombe wa maziwa hawana soko la uhakika. Lakini vile vile nimeambiwa kuna wafugaji wa kuku wanapata tabu kidogo kupata soko kwa sababu ya kuku wanaoagizwa kutoka nje. Na hivyo hivyo kwa bidhaa za mayai. Ambalo tunakusudia kulifanya ni kuwezesha uzalishaji wa bidhaa hizi ndani ya nchi. Leo tukiwa tuna wafugaji wakubwa, wataweza kuwasaidia wafugaji wadogo, kuwapa pembejeo, kwa maana ya serikali inaweza kasaidia kutoa ng'ombe, lakini maziwa yakanunuliwa na wale ambao ni wakubwa. Vile vile hivyo hivyo kwa upande wa wafugaji wa kuku. Kwa hiyo ninachoweza kusema hapa ni kwamba tutajipanga kuhakikisha kwamba eneo hili la kilimo na ufugaji, ambao wengine wanaita huu ni uchumi wa kijani, tutalipa kipaumbele kikubwa zaidi. Ndugu zangu, tatizo kubwa ukiuliza leo kwa wananchi wengi hapa Zanzibar ni nini? Mambo mawili makubwa. Moja ni ajira kwa vijana, na la pili ni bei za vyakula. Wakati nazungumza jana kule Pemba, nilisema tumejipanga kuhakikisha maeneo haya mawili tunayafanyia kazi kwa nguvu kubwa zaidi. Upande wa ajira kwa vijana, serikali imejipanga kuajiri katika sekta mbalimbali ikiwemo walimu na wafanyakazi wa afya na sekta nyingine. Lakini vile vile tutaajiri katika vikosi vyetu. Lakini vile vile tutashajihisha sekta binafsi kufungua viwanda mbalimbali nchini mwetu ili tuweze kupata ajira, na ndio maana tumejenga eneo maalum la viwanda pale Dunga. Bila ya kuwasahau wale ambao wanataka kujiajiri wao wenyewe, kuwawezesha kwa mitaji ili wajiajiri wao wenyewe.
Kwenye eneo la chakula, tatizo kubwa tunaloliona kwa kuwa chakula kikuu hapa Zanzibar ni mchele. Tumeona tuanzishe ujenzi wa maghala makubwa hapa Zanzibar ambao utatusaidia kununua bidhaa ya mpunga wakati wa mavuno Tanzania bara. Hapa Zanzibar kilimo chetu cha mpunga hakitoshelezi mahitaji ya ndani. Kwa hivyo pamoja na kuwasaidia wakulima wa mpunga katika mabonde ya umwagiliaji, bado tutahitaji kuagiza mpunga kutoka nje na mchele kutoka nje kabisa ya nchi. Taarifa nilizokuwa nazo ni kwamba wakati wa mavuno kule Tanzania bara mpunga unakuwa na gharama nafuu sana. Ndio huo wakati wa kununua na kuhifadhi hapa Zanzibar. Tutanunua kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania bara, lakini tutaendelea kuagiza kutoka nje ya nchi, India, Pakistan, Vietnam, ili kuhifadhi, tuwe tuna hifadhi ya kimkakati ya bidhaa ya mchele hapa nchini, ili mwaka mzima bei iwe moja tu, isipande pale ambapo msimu unakwisha. Hili linawezekana. Na habari njema ni kwamba leo hii nimetoka Pemba, lakini nimeuliza nilivyofika kule, kipolo kimoja cha mchele sasa hivi shilingi ngapi? Nimeambiwa pale Pemba sasa hivi kinauzwa kwa 80,000. Ilikuwa imeshafika mpaka 1,200,000 kule. Ikashuka 20,000, ikashuka ikawa laki. Jana nauliza naambiwa 80,000. Hii ni habari njema. Na kwa nini imeshuka? Kwa sababu tumeanza mkakati wa kuhakikisha bandari zetu zinafanya kazi vizuri. Sasa hivi mchele unaotoka Pakistani hauji kwanza Mombasa ukashushwa, ukaenda Unguja ukashushwa, alafu ukaishia Pemba. Gharama za usafiri zinakuwa kubwa. Sasa hivi meli zinashusha moja kwa moja bandari ya Mkoani. Tumeanza kushusha gharama za chakula. Tutafanya hivyo kwa Unguja kwa hatua hizo nilizozitaja za kuweka maghala makubwa ya kuhifadhi chakula ili bei iwe moja kwa mwaka mzima. Ndugu zangu, mambo ambayo serikali yetu imeyafanya ni mengi. Nyinyi nyote ni mashahidi. Wakati naibu katibu mkuu anazungumza hapa, kazungumzia sekta ya elimu, sekta ya afya, sekta ya barabara, viwanja vya michezo. Huko kote huko sisi tumepita, na kwa kweli mwenye macho haambiwi tazama. Asiyetaka kuona hataona hata ukifanya nini. Juzi nilikuwa nasikiliza ile mikutano yao, wanasema nini hawa? Ndugu zangu, sikusikia sera hata moja. Mimi nilitegemea watasema tukiingia madarakani tutajenga skuli nyingi zaidi kuliko nyie. Sikulisikia hilo. Nilifikiri watasema nyinyi mnajenga hospitali za wilaya, sisi tutajenga za mikoa. Sikusikia hilo. Nilifikiri wao wanasema sisi tunajenga barabara za lami mijini na vijijini. Wao watasema sisi tukiingia tutajenga za juu. Sikusikia hilo. Nilichosikia mimi pale ni lawama, ni kejeli, ni matusi, ni uongo na uzandiki. Basi hakuna zaidi. Ndugu zangu, wananchi wa Zanzibar hawataki hayo. Wananchi wa Zanzibar wanataka mambo mawili. Wanataka amani katika nchi, wanataka maendeleo. Ndugu zangu, kwa wote wanaotaka amani na maendeleo katika nchi yetu, chagueni Chama cha Mapinduzi. Tumethibitisha kwamba tuna uwezo wa kuleta amani, kuidumisha katika nchi yetu.
Miaka 5 iliyopita shwari kabisa, hakukuwa na uvunjifu wa amani popote. Miaka 5 iliyopita yale makovu yaliyopatikana miaka iliyopita katika uchaguzi yote tumeyafuta. Kipindi kama hichi cha uchaguzi miaka iliyopita ilikuwa ni vurugu tupu. Talaka zinatoka majumbani humo kwa sababu ya uchaguzi. Watu hawasali misikiti hiyo, yani kila mtu anachagua msikiti kwa sababu ya uchaguzi. Ndugu zangu, fujo ilikuwa nyingi ndani ya nchi yetu. Sasa hivi kuna amani, habaguliwi mtu. Zamani tulikuwa tunasema labda katika ajira watu wanapendelea upande mmoja. Hakuna hayo sasa. Hakuna Upemba na Unguja, hakuna ukaskazini na ukusini. Hakuna asili ya mtu, uwe na asili yoyote, maadamu wewe ni Mzanzibari unapata nafasi katika serikali yetu. Ndugu zangu, hayo tumeyafanya, tutaendelea kuyafanya. Tunakuombeni muendelee kukiunga mkono Chama cha Mapinduzi. Sasa nikisikiliza wenzetu wanavyozungumza, unajua wana jambo wanataka kulifanya. Kila siku wakilisema hilo hilo wanataka iaminike, maana uongo ukiusema mara nyingi watu wanaamini. Mimi nakwambieni na nawaambia na wao, kusikiliza ni wajibu, tusikilize, lakini waachieni wenyewe, hawana moja la ukweli. CCM oye! Ndugu zangu, kama nilivyosema, sitotumia muda mwingi leo kwa sababu ipo siku tutapata nafasi katika mkutano wa hadhara tuzungumze sekta zote tulioyafanya na yanayokuja. Lakini nataka nikwambieni tu kwamba yanayokuja ni makubwa zaidi. Kwa hivyo leo nimalizie kwa kuomba kura. Ndugu zangu wana CCM, nimesimama mbele yenu kuomba kura zenu zote za ndio. Mtanipa? Hebu wanyoshe mikono watakaonipa kura. Asanteni sana. Kwa hali hii kazi tushamaliza. Ndugu zangu, tutashinda tena kwa kishindo. CCM oye! Jambo moja nataka nitoe wito. Sisi wana CCM mahodari sana wa hamasa. Lakini nataka uhodari huu tukauoneshe siku ya kupiga kura. Tupige kura sote. Tume ya uchaguzi inapotangaza kwamba waliojiandikisha idadi fulani, tuseme 700,000, lakini waliopiga kura 80%, mjue tutakuwa watu 140,000 hapo hawajapiga kura. Safari hii siwe hivyo. Safari hii kila mtu ahakikishe watu wote wanapiga kura. Tarehe 29 panapo majaliwa, hakikisha wewe mwenyewe, familia yako, majirani zako unahakikisha wanakwenda kupiga kura.
Ushindi ndugu zangu ni kura, si hamasa, ni kura. Tutapiga kura. Asanteni sana. Lakini kama mnavyotambua, katika nchi yetu tuna tunu ya muungano. Tunu ya muungano lazima tuiendeleze. Kwa hivyo tunahitaji Rais wa Jamhuri ya Muungano atokee Chama cha Mapinduzi. Na kama mnavyotambua nyote, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kafanya kazi nzuri sana. Hatuna sababu kwa nini tusimuunge mkono. Kwa hivyo nawauliza, tutamuunga mkono Rais Samia Suluhu Hassan? Ndugu zangu, ili tufanye kazi vizuri katika serikali yetu, tunahitaji kuwa na wawakilishi wengi wa kutosha wa Chama cha Mapinduzi. Tukiwa na wawakilishi wachache, tukalazimika kuwa na wawakilishi wengi katika serikali ambao sio wa chama chetu, kazi hatutoifanya sawa sawa, watatusumbua. Lakini tuhakikishe tunawachagua wawakilishi wengi waingie katika baraza la wawakilishi. Ndugu zangu, tutawachagua wawakilishi wa Chama cha Mapinduzi? Hivyo hivyo kwa upande wa muungano, wabunge wa Chama cha Mapinduzi wapo hapa, walisimama, naomba wasimame tena pamoja na wawakilishi, na waombea kura wabunge na wawakilishi wote hawa waliosimama. CCM oye! Naomba mkae waheshimiwa, katayarisheni tusuti, mambo mazuri. Ndugu zangu, kuna serikali za mitaa. Awamu hii tunayokwenda nayo, tunataka kuziimarisha serikali za mitaa. Serikali za mitaa zikifanya vizuri, mambo mengi yanarahisika huku ngazi za chini kwenye shehia zetu huku. Kwa lazima tuwe tuna madiwani wa Chama cha Mapinduzi wa kutosha. Madiwani, wagombea udiwani, simameni nyote. Na waombea kura madiwani wote hawa mtawapa? Asanteni sana. Ndugu zangu, baada ya maneno haya machache na kukuombeni kura kwa wagombea wote wa Chama cha Mapinduzi, sasa napenda kumalizia kwa shukrani. Nichukue fursa hii kuwashukuru kwa dhati waandaaji wa mkutano huu. Mazuri. Lakini kwa dhati ya moyo wangu na kushukuruni nyote wananchi mliohudhuria hapa muda mrefu, mkasukati. Tunataka kuja huku mapema kidogo, tukaambiwa hapa skuli kulikuwa kuna kwa sawa sawa. Kwa hivyo asanteni kwa uvumilivu na subira yenu kwa kusubiri mpaka dakika hii. Watoto wetu wamemaliza vizuri mtihani na mkutano wetu umefana sana, na kushukuruni, asanteni. Na wale wajasiriamali na wafanyabiashara ambao tulikuwa tuko soko la Dunga, nimeambiwa wako hapa pia, wamekuja huku, na kushukuruni sana, asanteni sana.
Nichukue fursa hii kuwashukuru viongozi wetu wa dini waliotuombea dua, lakini kama kawaida vijana wa hamasa mmetia fora leo hapa. Hii hamasa naambiwa hawa ni vijana wa Ankali hawa. Lakini vile vile nimewaona hapa wako Chamata Association. Asanteni sana. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, kwa mara nyingine tena nishukuru sana. Oktoba tusikose kwenda kupiga kura. Asanteni kwa kunisikiliza.